anasema kwamba ukimuoa utakuja kujuta. Kwa nini usibaki na mimi mume wangu? Le mume wangu nakupenda. Mke wangu, nikwambia kitu kimoja. Swala la mke kukubaliana na swala la mwanaume wake awe mke wa pili, tangu enzi za manabii, hakuna mwanamke ambaye alikubali kirahisi mumewe awe mke mwingine kirahisi, hakuna. Kwa hiyo ni jambo ambalo utakuja kulizoea taratibu. Sio, unaelewa? Ni vile tu kwa sababu ni jambo ambalo uko kwenye ugeni nalo. Lakini swala la mtu mwanaume kuwa na wake wawili ni jambo la kawaida, kwa sababu halijakukuta. Hii ni kwa mara ya kwanza, ni lazima uwe katika mazingira hayo. Kwa hiyo mimi ninachokuomba tukubaliana na mimi na utazoea na utaona kawaida kabisa. Nimekosea wapi kwani? Kama kuna kosa, naomba uniambie tu, nitajirekebisha mume wangu. Kuhusu swala la wewe kwamba kuna kitu nanikosea labda nini? Amna, au nikosei. Ila tu mimi kama mwanaume nimeamua kufanya hivyo. Utazoea tu mke wangu. Wewe endelee tu kazi zako. Hivi mimi nakosea wapi? Kosea wapi? Mbona kuna watu wengi tu wanawake zao, mtu na wake 3, 4 na mambo yanaenda. Mimi bwana, mimi naoa bwana. Mimi bwana, kama nilivyokuambia siku zote, unajua swala langu lile ambalo la kuoa mke wa pili. Sasa leo nimekuja kukutaarifu rasmi. Maana tunaongelea tu kwenye simu kila siku, lakini ukweli ile swala mimi lipo katika nafsi yangu. Nahitaji kuoa mke wa pili. Kwa hiyo nimekuja kukutaarifu litambue hilo, na hata kina wajomba waambie muda wote nitatangaza rasmi katika swala sasa la tarehe ya kuoa na mwingine. Lakini pia nimekuja kutembelea mama, sijaja siku nyingi hapa. Kwa ni hivyo mama, hilo ndio swala kubwa liloleta huko. Hivyo mwanangu, ulishakaa kabisa ukafikiria kabisa haya mambo haya unayoyafanya? Kwa sababu unakuja kutoa taarifa hiyo ya harusi, si ndoa, nataka kuoa mke wa ngapi, wa pili, wa tatu. Wajomba zako hujawaambia, shangazi zako hujawashirikisha, hata huyo tu mdogo wako mwenyewe hujamshirikisha. Unategemea nini? Una familia wewe. Mama, ni hivi. Kwanza swala la wajomba waliosema na ndo nilichokifuata. Kwa sababu wewe ndo mama yangu wa pekee na ndo mtu ambao wa kwanza kwenye maisha yangu, ushauri na kila kitu nataka kutoka kwako. Wewe ndo mtu pekee duniani katika kila kitu ambacho najihisi kuheshimu, kipato nini nahitaji kwako wewe. Kama nahitaji kutoa kipato kumpa mtu kama vile msaada, wewe ndo mtu wa kwanza kukusaidia. Kama unahitaji mawazo, wewe ndo mtu wa kwanza kuja kupata mawazo kutoka kwako. Kwa taarifa kama hizi za swala kubwa kama hili la mimi nataka kuongeza mke wa pili, wewe ni lazima ujue. Kwa hiyo ndo maana nikaja hapa kukufahamisha. Ili wewe sasa ndo utawajulisha kina wajomba, utawajulisha kina nani. Hivi kaka, hivi unajiona upo sahihi kabisa? Hiyo sijui kuongeza mke wa pili, kupeleka barua, sijui kufanya sherehe. Hizo gharama zote hizo. Unaonaje hapo ungempa mama yetu hapa? Au unapenda ya mazingira anayoishi? Umemaliza? Hapana, sijamaliza. Endelea. Kuna kipindi mimi nilikuwa nataka nije. Kanambia sijui unasema kuniweka. Kwa hiyo mke wa pili utakavyomuoa utamweka wapi? Mama, hebu mfundishe adabu mwanao. Mimi ni kaka yake. Tuelewane hapa. Sawa? Sasa sio mimi napokuita kikao kama hiki cha mimi na wewe, kikao ambacho kina swala zito kabisa la mimi kuongeza mke wa pili. Sawa bwana? Wewe una watoto wawili tu, mimi ndo mkubwa wa familia. Naongeza mke wa pili ni swala ambalo nyinyi mwe mnafurahi kwa sababu mimi naongeza katika baadhi ya maisha yangu. Umeona bwana?
anakuja na nijibu anavyotaka yeye. Umeelewa? Hizo ndio heshima ambazo umemfundisha huyu mtoto. Mama, kama mtaki mimi nije hapa, kama mtaki niwashirikishe katika mambo yangu ya muhimu, uniambie. Umeelewa bwana? Wewe sikiliza bwana. Hao naongea ya kuhusu na wala sijakuita wewe katika hiki kikao, sawa? Ukiona hivyo, hata watoto nao huwa wanakosoa wakubwa. Wanapoona pale mtu amekosea, lazima akosolewe. Kwa sababu ameangalia, ametafakari, akaona kwamba hapa kakangu anapotea, na ndio maana akakwambia. Kwa nini hajatoka siku zote hajakwambia, akaja kukwambia leo? Kaliona kwamba hapa pana mapungufu. Hivyo mwanangu, una akili gani wewe? Mke wako mwenyewe humjali kwa mavazi, humjali kwa matumizi yenyewe, ni shida. Leo hii unataka kumtafutia mke wa pili. Ukiangalia sheria za dini zinaruhusu, sawa? Sheria za dini zinaruhusu watu wake wawili, watatu, hata wanne, ikiwezekana watano. Lakini sasa unapoenda mwanangu unakosea. Sasa mimi sina la kukushauri. Tushaongea sana. Ninachokwambia, chochote kitakachokukuta, kitakachotokea huko, usinishirikishe. Kwa hivyo sasa kuhusu masuala ya sijui nani mke wangu anavaa nguo moja, kwanza jamani, ama maneno mimi nishachoka. Nani ameshuhudia mke wangu mimi navaa nguo moja? Kama anavaa nguo moja ni mwenyewe tu anataka, unaona bwana? Hivyo mtu anaishi na nguo moja. Pale nyumbani pale kuna madela matatu. Unaona bwana? Pale nyumbani pale kuna na nguo ile pale ile ambayo baada ya kuoa ile aliyovaa ile. Yaani nguo pale ni mwenyewe tu lakini anabadilisha nguo pale zipo kama 5, sijui 6, zile 6 zimtoshi. Nguo sasa zimtoshi kwa usawa huu. Unaona bwana? Kwa hiyo sasa hapa masuala sio ya kuongelea. Umeelewa sijui nani mama? Masuala ya kuongelea hapa mimi ni utafanya vipi ili watu wafahamu na lini tutafanya shughuli. Mimi Jonda ataniuliza tarehe ngapi tunafanya shughuli au lini napeleka barua. Kitakapoondoka hapa basi wewe ufikishe taarifa kwa Jomba. Ayawa. Kwanza tunaomba tuongeze, tumalize hayo maongezi. Yao imeisha bana. Yameisha? Wewe kuna viatu vyangu nilikuja navyo ndo nitakavyoondoka navyo. Naomba unifulie. Vile viatu vifulie uoniki kabla jua halijazama hii. Mama kwanza huu. Kila kitu amna. Haya, nimetili. Na shida. Mama mtatu zona ajikinisha. One morning. One tano. Ngema msita. Mbona unapangilia? Nimepangilia sana, nimepangilia mamsita. Niko na kuachia tu. Haya cheza tuone na cheza. Si ndio mimi nimepangilia. Haya. Basta afika. Shikamoo baba. Haba, jambo? Atujambo. Wazima? Mepika. Nimekula umeshiba vizuri. Ndio. Sasa na habari. Na safari ya kuelekea mkoani, sawa? Utaenda na sisi? Kwa hiyo jiandaeni. Naenda kuishi pale kidogo kwa kina Asma, nitakuta pale nikirudi. Tenda kushika na Asma. Haraka. Mkatape mababaya anamgojea Aha. Na Shikamoo. Naambia shoga yangu. hakika. Kwema. Wanangu.
Sababu utanisimulia pale kidogo. Kanisimulia ni pale. Shemeji, Naomba uniambie ukweli, wala usinifiche, kwa sababu kila kitu kina mwanzo na mwisho. Hivi huyu mume wangu na Halima wana muda gani? hivi nyinyi kama mtaka mimi nitoe msukule au mtaka mimi nifanye mimi dondocha? Maana mmekaa wewe mmeo na huyo Halima, si unanielewa vizuri? Mimi ndo baba yenu au mimi huyo ndo mama yenu? Kuna wazee ambao walifanya ndoa yenu ikawa leo hapa. Hao wazee ndo wanakuwa muwaite mambo yenu yakamilike. Kwa hiyo hapo jibu ni lipi? Jibu ni kwamba wewe na mmeo muongozane, mwende kwa wazee, mambo haya wakamalize. Hey, wewe vipi wewe? Shemeji, mimi sio kibendera. Mimi sio refa, niende huku naona huku. Mama haya. Sawa. Sasa wanao friend. Licha ya dhiki mapito kwenye maji ya shingo, nilikuwa na wewe. Ndugu yangu. Ndio. Mimi na safari ndefu tu. Nakuona. Unaniona Nakuona. Hey. Wapi? Aingo wanaenda mkoa bwana. Nyumbani. Mdogo wangu amenipigia bwana, kuna shida ya mashamba. Sasa mimi kama kiongozi na ambaye ninaachiwa hizo mambo kuzi operate. Tabidi nikashughulikie. Okay, sasa wajua urafiki wetu mimi na wewe ni tangu tu baada ya kufahamu kwamba tumetoka mji mmoja. Hivi wewe pale unakaa kijiji gani pale? Ingia Mbarajange. Kuna mlima wanaitwa mlima Sunde mzee wangu. Nyinyi mnakaa huko chini. Ndio. Si ndio maana yake? Ndio. Sisi kwa juu, chapanda mpaka juu. Baba, Ujekula kona. kuna adilini? Mwanangu mwenye kurudi sina wakati zaidi. Sawa bwana. Ndio maana kama niwalete sehemu salama ili msiwe na shida yoyote. Ila sio muda mwingi, sijui ni siku gani. Kuwa na amani. Umesikia? Hapa msiwe na mashaka yoyote. Sawa? Mkibaki hapa ni kama mmebaki tu kwa baba yenu. Mko na baba yenu mkubwa hapa, sawa? Wewe ondoa mashaka kabisa. Jambo la msingi. Haya bwana. Weka pumzike Umeona bana ndugu yangu? Ndio. Kwa hiyo ukishamanya yule mlima Sunde huu, ndio kuja kushoto. Si kuna mti pale wa mwembe mkubwa? Wewe sema bwana, siku nyingi bwana. Sema kwa sasa hivi ndugu wangu amenipigia, amesema kwamba kule Kahama. So Kahama unajua wewe, yani ametoka. Kajua kama Shinyanga. Yani nikujua akili zako. Amehama baada hiyo shida ya viwanja. Kwa hiyo akaamua kutoka kule kwa sasa hivi ipo sehemu nyingine, sio? Sasa sijajua ni wapi. Wewe unaenda kufikia wapi sasa hivi sasa? Kwa mdogo wangu. Sasa. Basi sawa, haina shida. Ila sasa nazi. Uje na nazi. Yaani hata ukipata nazi 20, 30 uje nazo. Nazi 20 sendi singa. Yaani mimi si nitakulipa ukishapika. Singa lolote. Nalipa mpaka nauli. Ndio nazi 20. Wana usinicheleweshe bwana. Wewe fanya hivyo, nazi uje nazo. Usiwaze. Bwana. Waza kwa next sindikizi bwana. Wewe bwana, mimi na mwenyewe chachoka kichivya. Sasa nilopokea ndo malipo alotokea haya kwa ubaya wangu, mkatape mapabaya panamngojea mkatape mapabaya panamngojea
Hello bro. Nishafika mwanangu, sema simu inazima sasa hivi, chaji ina 100%. Fresh kama ndio hivyo fresh, huu ndo umeshuka sasa hivi au? Unasikia? Tayari. Halo. Nilishazima chaji. Mambo ndimbu. Poa mzima? Hivi nasikia. Ni mzima kabisa, niambie. Nakuona. Nimependa embe lako ndimbu. Embe upate, labda nikupe mua. Nikupatie? Sitaki mua mimi huo. Bora kwanza umefika. Maana yake hapa brother simu mwenyewe kasema imezima na kashafika stand. Sasa nataka unisaidie kitu kimoja. Sisi tu gengeni nitauza vitu kwa kuwa najua bei ya nyanya na kila kitu. Yaani juzi umetoka kunibia vitunguu. Leo nikuache gengeni kwangu, sindakuta hadi nyanya maembe yote hao umeshaiba japokuwa kuna hapo. Kwa hapo msaada wangu mimi upinzana ambao natakiwa nimtoe. Msaada wangu mimi nataka uelekee stand. Utaweza? Basi nipe la nauli. Hela nauli. Wewe msaada kidogo tu. Yaani kitu kidogo nataka na hela, si ndio? Ni mbali stand. Ushasema stand pale, stand ni mbali, nisaidie nauli. Nauli hapo sina, kama uwezi nafunga genge langu naenda mwenyewe. Mimi nilikuwa nakuomba ukanisaidie kwa sababu ukatoka ada, mimi siwezi nikananilia. Sawa, bro wako nikifika kule nitamjuaje? Sifa ya kwanza anapenda kuvaa miwani. Anavaa miwani afu ana vindevu kama kibeberu fulani. Basi sawa, haina shida. Fanya hivyo basi mama. Wewe ukirudi mimi leo nakukopesha. Embe. Unataka embe? Fanya hivyo. Asante. Poa. Kwa hakika basi. Hapo. Si 100%? Sawa. Poa, fanya hivyo. Licha ya dhiki mapito kwenye maji ya shingo, nilikuwa na wewe. Amekuwa kidogo tauni sio mbaya sana. Umefungua ukurasa wa kunipa maumivu. Leo rafiki majuto na ni mbali nilipo. Licha ya dhiki mapito kwenye maji ya shingo. Kama? Kama? Acha ujinga wewe. Shikamoo ndo nini sasa? Tisamani yetu ndo mkufya. Mimi mkufya. Sawa. Kaka Ndimbu kaniagiza nije kupokea. Kumbe okay. Haya sasa, kwani wewe unaniambia eti shikamoo mrembo kama wewe, una maana gani? Kwa sababu umenizidi umri. Wewe acha ujinga wewe, mrembo kama wewe inabidi unisalimie mimi mambo. Sawa, hebu salimie mama. Mama. Safi mzima. Mambo ndo hayo. Sio leo. Sasa unakaa kama ndaka kuna nini bwana? Bata. Karibu sana. Asante. Ajali. Jina lako nani kwani? Naitwa Sara. Mimi nafikiri unajua jina langu. Sara ni mwanamke mzuri sana. Kweli? Kana tabia nzuri Asante. Wewe nafaa kuwa mume wako? Ndio nafaa. Nafaa kuwa mke wako. Katape mapabaya panamngojea mkatape mapabaya panamngojea